Bariki, Mungu akubariki sana. Ndivyo vilivyo. Tuingie katika somo letu la leo. Mungu ametubariki na shuhuda moto. Bila shaka zimetangulia ujumbe. Somo letu la leo ni juu ya Mungu ndiye mfariji na mtetezi wa waamini. Mungu ndiye anayefariji waamini na Mungu ndiye anayetetea waamini. Kwa kama uko hapo na wewe ni muamini, unamuishia Mungu, Mungu wako ndiye faraja kwako na yeye ndiye mtetezi wa maisha yako. Nataka tuende pamoja katika somo hili ili mwisho wa somo tuombe pamoja. Na kama kuna mahali kuna mambo unayapitia, basi bila shaka Mungu ana majibu mazuri juu ya somo hili. Yesu alipe. Amen. Moja kwa moja ningependa kuleta ufahamu juu ya somo hili. Wakati mwingi mambo ya kutia uoga ni hekima ya dunia hii. Mara nyingi unapoona maisha yako yameingia hofu, basi hiyo si hekima ya Mungu, ni hekima ya dunia ambayo imesababisha haya. Unapoona kuna dalili za maisha yako kuingia uoga, hiyo ni hekima ya dunia hii pia. Kwa hivyo uoga na hofu havitokani na Mungu, vinatokana na dunia. Na mwenye kusababisha hofu ni yule adui yako anayekutisha akupe hofu ili wewe usimwamini Mungu. Lakini Mungu ana challenge kubwa juu ya hii. Hofu na uoga, hivi ni vigezo ambavyo roho zile za uovu hutumia. Hofu na uoga, hivi ni vigezo ambazo roho ya uovu, roho ya uadui hutumia. Kwa mtu wa Mungu, unapopitia haya, kumbuka kuna Mungu aishiye ambaye umemwamini wewe, na Mungu ana uwezo wa kuchallenge hizo hofu zote, na ana mamlaka kumalizana naye. Kwa hivyo mchana wa leo nataka usikie Mungu anasema nini juu ya wewe muamini kuhusu hizo changamoto za hofu na uoga zinazoletwa na adui. Tumesema kwamba hizo hofu na adui ni vigezo ambavyo zile roho chafu za ulimwengu huu zinatumia ili kutaka kumfanya mtu wa Mungu asiwe na ule ujasiri akisema Mungu ni Baba. Anatafuta sababu ya kukuondoa katika uwepo wa Mungu, ukikumbuka kwamba Mungu ana uwezo wa kuchallenge huyo adui. Amen. Amen. Kwa hivyo mambo ya kujua kabla sijasoma andiko ni kwamba ukumbuke Mungu ndiye mfariji wako. Mungu ndiye mtetezi wako. Wakati adui anatumia vigezo hivyo viwili vya hofu na uoga, maana ni ghadhabu tu hiyo ya kuona kama wewe ni mbarikiwa wako. Kwa hivyo anatumia hiyo vigezo na huwa anatengeneza mambo yake ili akutie hofu wewe. Lakini unataka ukumbuke kwamba Mungu ndiye mfariji wako na Mungu ndiye mtetezi wako.
unapaswa kumwamini Mungu hata siku za majaribu pia. Wanasifiwe. Amen. Kabla hatujaenda kwa maandiko na kutayarisha mambo ya muhimu kujua na kuamini, wakati zile hofu zimekuja, adui anatumia hivyo vigezo. Woga umeingia, maana kuna mambo fulani ameyaleta maishani mwako. Basi kumbuka kwamba Mungu ndiye mfariji wako, ndiye mtetezi wako. Muamini Mungu wakati huo wa majaribu, wala usiabudu hofu, wala usiabudu woga. Hivyo havitokani na Mungu, vinatoka kwa Shetani. Sije ukaabudu hivi. Jipe moyo na uamini Mungu hapa. Kumbuka Mungu hata ruhusu mipango ya adui kufanikiwa, hata ruhusu. Yesu aleke. Amen. So mchana wa leo nimekuja na somo hili ili mtu wa Mungu kupa matumaini juu ya faraja na utetezi wakati wa majaribu. Nimekupa maneno ya muhimu hapo ya kujua na kufanya, kuamini. Tukisoma maandiko, tembea pamoja nami mwisho wa somo, tuombe pamoja. Tusome kitabu cha Isaya 51 fungu la 12. Tuone Mungu anasema nini juu ya muamini wakati adui analeta vigezo vinavyoleta hofu na woga. Mungu anasema nini? Isaya 51:12-17. Tutatembea katika vifungu hivyo tu ili tubarikiwe. Tutakuwa na maandiko mengi, natumia tu hayo mahubiri ya mlango huo mmoja na vifungu hivyo vichache, ili katika hayo tubarikiwe na hili. Isaya 51:12-17. Mimi ndimi niwafarijiwe. Wewe unani hata ukamwogopa mtu atakaye kufa, na mwanadamu atakayefanywa kuwa kama majani? Ukamsahau Bwana Mungu wako, yeye aliyezitanda mbingu na kuiweka misingi ya dunia. Nawe unaogopa daima mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu yake yeye aoneaye, hapo afanyapo tayari kuharibu. Nayo iwapi ghadhabu yake aoneaye? Yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka, wala hata kufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, niichafuaye bahari, mawimbi yake yakavuma. Bwana wa majeshi ndilo jina lake, nami nitatia maneno yangu kinywani mwako. Nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu, ili nizipande mbingu na kuiweka misingi ya dunia, na kuuambia Sayuni, ninyi ni watu wangu. Amka, amka, simama Yerusalemu, wewe uliye nywea kononi mwa Bwana kikombe cha hasira yake, bakuli la kikombe cha kulevya umelinywea na kulimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu nasema nini juu ya muamini wakati adui ameleta hofu, ameleta uoga? Maana ndivyo vigezo anavyovitumia. Tuliombee neno. Asante kwa neno hili mchana wa leo.
Baba, tembea nasi katika neno hili, imani zetu Baba zikaumbike, ili kwamba unaposimama na sisi kuchallenge mipango ya shetani, Bwana, tukapate ushindi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Hapo Mungu anajitangaza kwamba yeye ndiye mfariji wa watu wake, yeye ndiye mtetezi wa watu wake. Kwa nini? Hapa neno linasema wakati mwingine adui analeta ghadhabu ya kuonea, wakati mwingine adui anaghadhibika kumwonea mtu wa Mungu, naye anapoleta hizo ghadhabu zake anasababisha hofu na uoga kwa mtu, na wakati mwingine watu wa Mungu wenyewe wanamsahau Mungu wao kwa sababu ya vitisho vyake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kama anawaambia watu wake, kumbukeni ya kwamba mimi Mungu niko na niko hai, mimi nina faraja yenu, mimi ndiye mtetezi wenu. Wakati ameinuka na ghadhabu zake akiwaonea, ili alete hofu, ili alete uharibifu. Nyinyi watu wangu, mbona mnanisahau? Msisahau kwamba mimi Mungu niko, niliyeweka misingi ya dunia, niliye na mamlaka makubwa kuliko yeye. Vyake ni vitisho tu, zake ni ghadhabu hizo tu, na ni ghadhabu tu za bure kumwonea mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na neno la Mungu likasema, basi kama ni hivyo, nataka niwaambie watu wangu kwamba mimi Mungu niko, na akaweka challenge. Ukisoma maandiko anasema alisimama akauliza, iko wapi hiyo ghadhabu yake huyo anayeonea? Nataka tupambane, nataka ni mchallenge huyu. Iko wapi ghadhabu yake yule anayeonea? Yeye anamtatiza mpaka usiku na mchana, wewe umejaa hofu kwa sababu ya ghadhabu yake anayeonea. Anatumia vigezo vya hofu, anatumia vigezo vya uoga ili akutatize. Lakini Mungu akasema, nataka ujue mimi Mungu niko, ambaye naweza nikakutetea. Mimi ndiyo faraja yangu ya kutosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua adui anapotuona tunaishi hapa duniani, bado tumewekwa hapa, anaona tuko peke yetu, na yeye hutengeneza mipango yake kutaka kututisha. Mchana wa leo nataka uelewe na uwe na ufahamu kwamba Mungu ndiye faraja yako ya kutosha. Yeye ndiye mtetezi wako, na ana mamlaka ya kuchallenge vigezo vya shetani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika maandiko Mungu anauliza, iko wapi ghadhabu yake huyu anayeonea? Huyu ambaye anapanga mpango wa kuharibu, yuko wapi? Yuko wapi huyu ambaye anataka kusukuma mtu aende shimoni? Yuko wapi? Yuko wapi huyu ambaye anazuia mtu asipate chakula chake? Yuko wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akasimama kumchallenge huyu. Yuko wapi huyu ambaye ana ghadhabu ya kuonea mtu wa Mungu? Mimi mwenyewe nimembariki, mimi mwenyewe nataka aishi maisha mazuri kama nipendavyo. Mbona unaleta hofu, unaleta uoga? Akamwambia mtu wa Mungu, tafadhali haya mambo yake yasikutatize wewe. Usiabudu hofu, usiabudu uoga wake, maana uoga hautokamani na mimi Mungu. Usije ukalisahau, mimi Mungu niko. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
na akataja yale mashambulizi, akasema nimemuona adui na ghadhabu yake na uonevu wake, anatafuta kuharibu. Tumesoma pamoja Biblia. Nimemuona kazi yake, anataka haribu huyu, anataka hata kuua, asukume mtu aende shimoni. Challenge yake huyu adui, anataka mtu asipate riziki zake, hata anazuia hata riziki ya mtu, chakula cha mtu pia anazuia. Basi mimi Mungu nimemwandika katika vitanga vya mikono yangu huyu mtu, na nimeweka maneno ndani ya kinywa chake huyu mtu, na mjua vyema huyu ni mtu gani. Mimi naweza kuchafua bahari, mimi ni Mungu. Huyu ni nani? Amka wewe mtu. Akasema mkeko tu. Bwana Yesu asifiwe. Na akatangaza ushindi. Akasema yule aliyehamishwa atafunguliwa kwa haraka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na yule ambaye anasukumwa atiafe aende shimoni hatakufa. Amen. Na yule ambaye anapokonywa asipate riziki zake, chakula chake, atapata chakula chake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaweka challenge kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ukijua ya kwamba kuna Mungu ambaye ni faraja yako, Mungu ambaye ni mtetezi wa waamini. Haleluya. Amen. Nimesimama na neno hili mchana wa leo ili kutiana mioyo. Maana adui yeye ni mwenye ghadhabu ya kuonea, hapaswi kutuonea. Maana tuna baba yetu, tumekubaliwa ni wenye haki, tunatembea na Yesu mwana wa Mungu ambaye amekuja kwa ajili yetu. Anapopanga njama za kuonea, Mungu hatakubali. Ndio hapa akawa anawaambia nyumba ya Israeli, mbona mnanisahau watu wangu? Huyu ni mwanadamu tu, atakufa, atakuwa kama majani. Unajua wakati mwingine huyu adui anatumia watu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema huyo mtu binadamu kama anatumiwa na roho chafu, huyo msimwogope, maana huyo atakufa. Ni kama majani mbele ya macho yangu, huyo ni nani mpaka mnamuogopa? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inawezekana mahubiri haya mchana leo na kupitia, labda pengine umejazwa hofu, umejazwa uoga, na hivyo ni vigezo ambavyo yule adui anatumia. Maana ana mpango, ana hasira kwamba aharibu mipango ambayo Mungu amekuwekea, aharibie starehe zako, aharibie maisha yako na furaha yako, akutatize na uzima wako. Jana wa leo nataka niamini kwamba Mungu anazungumza nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiabudu hiyo hofu, maana hofu hazitokani na Mungu wako aliyekupenda. Uoga hauji kwa sababu Mungu ameutengeneza. Hivyo ni vigezo anavitumia adui. Na Mungu akasema usiogope, usihofu. Hizo ni njama tu za Ibilisi na wanadamu wanaotumiwa. Usiwaogope hao, hata kufa watakufa, watamalizika kama majani hao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akamuuliza, "Iko wapi ghadhabu yake yeye anayeonea?" Mpaka anasema yuko tayari kuharibu mambo, yuko tayari hata kumaliza mtu. Kwa wapi? Hata anamfungia mtu riziki zake. Kwa wapi? Usaika una maana yani. Haleluya. Amen. Tanzania beka na mtu mzaya. Mungu kama leo ni kazi mbaya.
Hiyo kazi ni mbaya, unatumiwa vibaya. Kuna challenge ya Mungu, kuna akisimama akichallenge maneno itaharibika. Mtu wa Mungu ni ale chakula chake, china mtu na riziki. Amen. Wanazibiwe. Amen. China mtu na baraka ze. China mtu na majaliwa yake na ngora kwa Mungu. Wewe ni nani msuie wewe? Anipe Yesu. Amen. Mungu anipe. Amen. Na muona Mungu hapa anamkasirikia ambaye anaonea mtu wa Mungu. Kwa hapo ghadhabu yake, nataka nimchallenge kwa hapa. Atete na mimi, apigane na mimi. Na akatangaza kufunguliwa kwa mtu. Haleluya. Amen. Akasema kama kuna mtu amehamishwa, amefungwa, atafunguliwa kwa haraka. Amen. Huo ni ujumbe wa maana sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Na kuna mtu anasukuma maisha yake, anatabishwa, anasukuliwa kiafya. Nataka niseme ataishi huyo. Amen. Mungu akasema kama ni mambo ya riziki, bado riziki zake ziko. Si mtu wa kuondolewa aache chakula chake atapata. Amen. Yesu alipe. Amen. Kuna watu wanatumiwa ni mashetani kuzuia baraka za watu, kutatiza maisha ya watu. Na huyo ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uthamini wokovu leo upata mpendo. Ungana na wenye imani upate ushindi. Amen. Aliko Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio hata hapa kanisani tunapata shuhuda mbalimbali. Watoto wakiandikwa kazi wanashuhudia wamepata kazi. Sasa kama kuna mchawi hapa, si hasikii vizuri. Haleluya. Amen. Na amini Bwana. Sasa kwa napanga njama kubwa ndani simuni yangu anafukiza mtu afutoka. Una waste wa time, utamalizika. Amesema huyo, hata hiyo ni binadamu, huyo atakufa huyo. Huyo ni kama majani, tutamalizana naye huyo. Usiogope. Amen. Kwa wapi ghadhabu yake sasa ni muone huyo. Jamani, shikana na mtu hili bahari chitu. Haleluya. Amen. Kama kuna mtu mwenye roho mbaya anayetumia ni shetani, afadhali awache. Haleluya. Amen. Akatangaza akasema mtu atafunguliwa kwa haraka. Amen. Amina. Amen. Mtu aliyeamini atafunguliwa kwa haraka. Na kama anasukumwa, maana kuna vitu vinasukuma mtu ati afe mapema. Akasema kandafa kama alibei. Kwa msukumo na ghadhabu ya adui anayeonea afi basi. Haleluya. Amen. Ataishi. Aliko Yesu. Amen. Na kama ni riziki zake atapata. Haleluya. Amen. Mungu alipe. Amen. Mungu ndiye mfariji wako. Mungu ndiye mtetezi wa maisha yako. Wakati yule amekuonea, kumbuka kuna Mungu aishie, atasimama amchallenge na hawezi kupigana na Mungu. Yupo anayechi Mungu beka haiwezi kama. Haleluya. Amen. Yesu alipe. Amen. Usiabudu hofu wala uoga. Hivi ni vigezo anatumia adui. Mwamini Mungu. Wakati wa kujaribiwa kwako, mwamini Mungu, muite Mungu. Akasema amka, jivike nguvu wewe mtu. Maana mimi na mamlaka hata kuchafua bahari kabisa. Lakini wewe ambaye nimekuandika jina lako kwenye vitanga mikononi na nikaweka maneno yangu katika kinywa chako, usiogope. Amen. Haleluya. Amen. Nimesema anafanya kazi, tunaandiko hili moja. Maswali ya imani. Je, mtu wa Mungu unahitaji faraja ya Mungu? Katika mahubiri haya uko pale unahitaji faraja ya Mungu? Je,
unahitaji utetezi wa Mungu. Je, kuna mambo yoyote ambayo yameonekana ya kwamba ni uonevu na ni ghadhabu ya adui? Je, kuna mambo ambayo yanaonekana ni kana kwamba ni uonevu wa adui? Kama vipi? Mungu anataka kusimama achanje. Je, kuna hali yoyote ya kusukuma kimaisha au kiafya? Haleluya. Je, kuna hali yoyote ya kusukuma kimaisha, sukuma kabisa au kiafya? Haleluya. Bwana mtunia hali. Haleluya. Mtunia patilizi chizi. Lakini je, kuna misukumo? Kuna dalili za misukumo ya kimaisha, misukumo ya kiafya? Huenda ikawa unahitaji utetezi. Amini kupitia ujumbe kwamba Mungu yuko upande wako na yeye anaweza kuchallenge vita hivi. Napokukaribisha tuombe, nataka ujitayarishe kiima. Yesu walipe. Amen. Mungu walipe. Amen. Akasema, mimi ndiye Mungu ninayekufariji. Kwa nini unaogopa mwanadamu? Kumbuka, Shetani anatumia hivyo vigezo viwili, hofu na uoga, ili kumteka mtu. Lakini Mungu ana challenge hiyo ghadhabu yake. Mchana leo nimependa nikualike katika maswali haya manne. Je, wewe kama mtu wa Mungu unahitaji faraja ya Mungu? Je, unahitaji utetezi wa Mungu? Je, kuna mambo yoyote yanayoonekana kwamba ni uonevu wa ghadhabu ya Mungu? Kuna mambo yanaonekana kwamba hapana, huu ni uonevu, ni ghadhabu ya adui. Je, yako? Na kualika uamini kupitia mahubiri haya, kupitia ujumbe kwamba Mungu yuko upande wako. Yuko tayari kumchallenge huyo adui. Yesu alipe. Amesema yule aliyehamishwa na kufungwa, huyo atafunguliwa haraka. Ametangaza kufunguliwa kwa mtu tena kwa haraka. Akatangaza uhai wa mtu ambaye anasukumwa kimaisha, anasukumwa kiafya. Akatangaza uhai wa mtu, akatangaza usalama wa mtu, na akatangaza pia riziki za mtu kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Uko hapo na umepitia hizo challenge, taka tuombe na wewe. Analituma neno ili lifanye kazi yake, niponye mtu, nimtoe katika maangamizo yake. Yuko tayari mpaka mchana wa leo kwa imani akutangazie Mungu wako, akutangazie kufunguliwa kwako, atangaze uhai wako, atangaze usalama wako, atangaze baraka zako. Yuko tayari, maana yeye ndiye mfariji wako. Nimekuambia yeye ndiye mtetezi wako. Je, unaamini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaamini, simama. Jitayarishe kwa maombi.
Mshukuru Mungu kwa hiyo hubiri. Mungu ndiye mtetezi wako na ndiye faraja yako. Usiabudu hofu ya adui wala uoga wake. Hivyo ni vigezo anatumia. Mungu atachallenge hiyo. Mwamini Mungu. Tuombe. Wakati wimbo unakuja mbele yako, nenda mbele za Mungu kwa imani. Yeye ndiye mtetezi wako, yeye ndiye faraja yako. Mshukuru Mungu kwa hilo neno, yuko upande wako. Omba kadri ulivyosikia. Hivyo unajitayarisha kwa maombi ya madhabahu. Ukikuombea mtu wa Mungu, upokee faraja, upokee utetezi. Yuko tayari mtu afunguliwe awe huru. Yuko tayari mtu awe mzima awe hai. Yuko tayari mtu apate riziki zake. Yeye ni Mungu. Twende mbele za Mungu tuabudu.
wakati wa majaribu yuko upande wako. Asante Mungu Baba, asante. Nyosha mkono wa kuume kwa Baba, tuombe. Weka imani yako Baba yangu wa mbinguni, uliye ni Baba yetu sisi sote. Kwa neno lako mchana wa leo kalitumie kwa kazi yako. Ndio Baba. Maana unalituma neno lije kwetu likatuponye, ndio, na kututoa katika maangamizo yetu. Ndio Yesu. Litumie neno lako hili mchana wa leo. Ndio neno lako. Wewe niwe faraja yetu, amini. Ndio Yesu. Wewe niwe mtetezi wa waamini. Ndio Mungu. Asante Baba. Asante Yesu. Wewe ni Mungu uliye neno. Ndio. Neno lako bado lina uhai. Ndio Baba. Lina nguvu. Ndio. Linaweza Bwana kufanya kazi hata siku ya
Ndio Bwana. Naye huleta uoga. Ndio. Kwa vigezo mbalimbali. Ndio. Baba anavitumia yeye. Ndio. Na mpango wake ni kuharibu. Ndio. Mpango wake hataki watu wafanikiwe. Ndio. Hataki watu wale na kushiba na kunywa. Ndio Yesu. Hataki watu waishi na riziki zao. Ndio Bwana. Basi huyu adui anafanya vitu vya uonevu. Ndio. Baba ni asante. Asante Baba. Ulisema. Ndio Bwana. Huu ni uonevu wa ghadhabu. Ndio Yesu. Anaonea usiku na mchana. Ndio. Na kwa sababu ya kuonea usiku na mchana, Ndio Bwana. mtu wangu amejaa hofu. Ndio Yesu. Mtu wangu amejaa kuogopa. Ndio. Hii ni kwa sababu ya huyu anayeonea. Ndio Bwana. Baba nasema ni asante. Asante Baba. Mungu unasimama. Ndio. Ili kumchallenge. Ndio. Ili haki ya mtu huyu ipatikane. Ndio Bwana. Umesema Mungu mwenyewe niko. Ndio. Mungu mwenye faraja. Ndio Yesu. Niko wapi ghadhabu yake? Ndio Bwana. Huyu anayeonea, anayetaka kuharibu, anayetaka kuangamiza, Ndio. aliyefungia mtu asipate riziki, Ndio. yuko wapi? Mkasema Santa Baba. Asante Yesu. Na kualika ukamchallenge huyo adui. Ndio Bwana. Challenge Mungu. Challenge Bwana. Adui wa mtu wa Mungu. Ndio. Aliyeleta ghadhabu inaonea. Ndio Baba. Anayetaka uharibifu. Ndio. Anayetaka kuangamiza. Ndio. Yule ambaye ana mpango wa kuhamisha haki za watu. Ndio. Hata kushinda mchana wa leo. Ndio shida. Jina la Yesu. Katika Jina la Yesu. katika Jina la Yesu. yule ambaye anafungia watu. Ashindwe. Maisha yao na haki zao. Ashindwe. Watu wa Mungu wakafunguliwe. Funguliwe. Mungu akatangaza kufunguliwa kwao. Ndio. Tena kwa haraka. Ndio. Asante Baba. Asante Baba. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ukatangaza kufunguliwa kwa mtu wewe. Ndio Yesu. Katika Jina la Yesu. Shetani anatumia vigezo. Ashindwe. Analeta magonjwa. Ndio. Analeta mambo tofauti tofauti. Ashindwe. Yeye hana mamlaka Ashindwe. juu ya mwili wa mtu wa kuokoka. Ashindwe. Mwili wa mtu wa Mungu. Ashindwe. Anamisukuma. Ashindwe. Anatatiza afya za watu. Ashindwe. Asifurahie afya zao. Ashindwe. Mungu akasema Ndio. watu hawa Ndio Bwana. wataishi, hawatakufa. Ndio Bwana. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Maana hivyo ni vigezo vya adui. Ndio. Maana anamuonea mtu wa Mungu. Ndio Yesu. Jina la Yesu. Basi kinyume chako ibariki. Ashindwe. Mapepo mabaya Ashindwe. na usumbua watu. Ashindwe. Vigezo mbalimbali. Ashindwe.
Asante Bwana Yesu. Mtu wa Mungu anahitaji faraja. Asante Baba. Mtu wako anatafuta faraja. Mfariji mchana wa leo. Kamtakase, kamponye. Fungua milango ya kazi yake. Katika jina la Yesu. Fungua milango ya baraka zake. Katika jina la Yesu. Achilia uzima juu yake. Achilia afya juu yake. Tangazie uzima. Tangazie afya Mungu. Katika jina la Yesu. Asante Baba yangu mbinguni. Hiyo misukumo yote ikakome. 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 Hiyo misukumo yote ikakome. Umesema utaishi. Haya mina Allah. Roho ya Mungu linda ya muzika. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba ni asante kwa Baba ni asante kwa kutupa nguvu. Mushikilie. Kamtie nguvu. Kamuongoze. Tembea naye Mwokozi. Asante Baba. Patie kibali chako. Katika jina la Yesu. Bariki viungo vyake. Kamshikilie. Mrudishie haki ya uzima ya viungo vyake. Katika jina la Yesu. Tengeneza mwili wake. Rekebisha mwili ule. Katika jina la Yesu. Baba ni asante. Mamlaka ya kiungu inafanya hayo. Asante